Ili kujua mwanafunzi tajiri zaidi darasani, mwalimu aliwauliza wachore magari katika nyumba zao. Magari ya anasa yalikuwa ishara ya familia tajiri na alitaka kupenda matajiri kupitia hili. Baada ya kurudi nyumbani, Anna alimwambia mama yake kuhusu kazi hiyo. Mama yake alimwomba karani butler aendeshe nje magari yote ya anasa ili Anna aweze kuyachora, lakini Anna hakuyavutiwa nayo. Badala yake alichagua baiskeli. Kesho yake darasani, mwanafunzi anaitwa Sandy alichora Rolls Royce pamoja na nguo za mtindo aliyokuwa amevaa. Mwalimu alihitimisha kuwa Sandy ndiye aliyemtafuta. Hakuwa tu alimsifu mchoro wa Sandy, bali pia alimwacha kukaa safu ya mbele. Hata hivyo, familia ya Sandy haikuwa tajiri kwa kweli. Aliye tajiri kwa kweli alikuwa Anna. Wakati huo, Anna alikwenda kuchukua mchoro wake kutoka chini na Sandy kwa makusudi alimgongana na kusababisha mchoro kutiwa maji. Mwalimu alikuja kutatua mgogoro, lakini alipoona baiskeli kwenye mchoro alichagua kuficha kwa Sandy. Baada ya shule, hakuna mtu aliyekubali kuzungumza na Anna. Wakati huu, kwa bahati mbaya, aliangusha mkokoteni wa ununuzi. Kikomo chake kilikuwa $500 za Marekani. Sandy alipita, akafikiria ni ya mwalimu na kisha akamkabidhi mwalimu, lakini mwalimu alifikiria hii ilikuwa zawadi kutoka kwa familia tajiri na akawa mpendeleo zaidi kwa Sandy. Kwa hiyo mara moja, Sandy hakuwa na wasiwasi juu ya kukamata teddy bear ya Anna. Wawili wakaanza kubishana. Mwalimu alipokuja, hakusikiliza maelezo yoyote na kwa moja akamfungia Anna kwenye kabati. Anna hakupokea majibu ya polisi. Baada ya kurudi nyumbani, Anna akalia na akajitupa kwenye mikono ya mama yake. Lakini kwa sababu alikuwa na hofu, hakuweza kumfunua mwalimu mwovu. Mama wa Anna alitambua kuwa kulikuwa na tatizo. Siku ya pili, alikwenda shuleni mwenyewe. Mwalimu alipomwona, mara moja alianza kumdanganya kila wakati. Wakati huu, sauti ya makombe ilitoka darasani. Mwalimu mara nyingine alichukua upande wa Sandy na akamkemea Anna mbele ya mwanamke. Mwanamke hakuzingatia hili. Alitembea moja kwa moja kwenye upande wa binti yake. Anna alisema kwa sauti isiyo sahihi, "Mama." Kusikia hili, mwalimu mara moja aliogopa. Alitambua kuwa alikuwa amefanya kosa kubwa tangu mwanzo.